kutosha kama tunateseka tu kwa mama. Hizo story unazosikia bwana brother sio za wapi vimepanda vimeshuka sio kitu gani mambo mitandaoni. Mimi kama leo unavyoongea na wewe sasa hizi hapa mshahara wangu umeingia. Sasa hizi ninapoongea na wewe na message mshahara umeingia hapa. Kwa hiyo watu wanalipwa vizuri, hamna shida yote kama unavyofikiria wewe. Mimi nafikiria hata mkataba unaweza kaisha kama nitakuwa niko kitengo hichi kimoja. Naweza kaongeza contract ya mwaka mwingine mmoja, lakini maisha ni mazuri, pako sawa, pako stable tu mimi naona. Kwenye kazi yote changamoto zipo, hata ungekuwa nyumbani Afrika ungekufa, ungefanya nini? Yale maisha ambayo ni kawaida. Ila mshahara wangu ni mzuri. Pesa ambayo nimelipwa huku ni pesa ambayo nisingeipata kwa haraka. Nafanya nikiwa Dubai, sio nikiwa wapi hakuna. Mimi nimeishi Dubai, nimeishi Abu Dhabi, nimeishi Jimani, nimeishi Sharjah, nimeishi Alaini, nimeishi sehemu nyingi sana, lakini sare ni nzuri. Maisha yako sawa. Hata sielewi inakuaje. Hakuna ubaya wa design hiyo tunavyofikiria kwamba eti ni kubaya, sio kufanya nini, sio kuna nini, no. It's not the true. Hakuna anayeforsiwa kusaini mkataba, sio kitu gani hakuna. Mimi nakwambia ukweli hakuna. Hakuna aliyeforsiwa kuja huku, hakuna aliyeforsiwa kunini, unaambiwa kabisa. Na hata before hujakuja wanatuma video. Kwamba nataka nyewe na military ya nini, Russia sio kitu gani wote wanatuma video, unatuma passport yako, picha kila kitu. Ukishakubali ndio unakuja. Hizo nyingine stories za mitandaoni. It's not true kwamba sio unaforsiwa, sio umeshika bunduki, sio kitu gani, no. Never. Hapa ni hospitali, tuko hospitali Alchevsk, Luhansk region huko Ukraine. Hatujapelekwa kule Russia, tunatibiwa hapa. So ni hivyo, hapa ni hospitali, tukiumia miguu juu ya drone attack. Tuko Wakenya 3 hapa kwa hospitali, wengine walishatolewa. So ni hivyo, unaona hadi hapo kuna uniform. Yeah. Tunaomba tu usaidizi. Serikali tusaidie. Itusaidie tuweze kutoka hapa. Kwa maana huko forest mambo si mazuri, tunaumia, wengi wanakufa tukiona na macho. Hapa ni hospitali yenye tuko saizi. Hapa ni Ukraine. The Russian army is the best army. It's not for kids. Understand it. We dey do poo. You dey hear poo. Give and take. We dey do give and take. For those of you in Africa, in Nigeria, that want to come and join the Russian army, it's very, very easy and very good. No stress. This Ghanaian man posts dance videos and brags about how much money he makes. My salary go feed your father, go feed your mother, go feed your family for like 2 years, 3 years. My salary. Человек наша земля. Ndugu zangu, kuna hizi story za hawa ndugu zetu wa Kiafrika wanaokwenda kupigana vita ya Urusi na Ukraine. Sasa kwa Kenya imekuwa ni story kubwa sana kwa sababu wa Kenya wanakufa kwa kasi sana. Kwa kifupi wao ni wengi kule kuliko wa Tanzania kwa taarifa ninazozipata. Sasa kuna huyu Mtanzania ameweka wazi kwamba kujiunga na jeshi la Urusi hulazimishwi. Unajua wanasiasa ni watu hatari sana. Kwa sababu wana sifa kubwa kabisa ya wanasiasa ni unafiki na sio kusimamia ukweli. Badala ya kuaddress ukweli kwamba kinachofanya vijana tunapenda kwenda nje, nitumie hilo neno. Kwa sababu sio kwamba hizi stories za kwenda nje mimi sizijuagi. Najua na mchakato na ujua, lakini mimi ni mtu ambaye siamini kwamba ili niishi lazima niende nje. Ndio maana mimi hiyo michakato naijua lakini sifuatiliagi. Kwa sababu imani yangu ni kwamba riziki mimi naweza nikaipata Tanzania. Bas, sasa binadamu unahitaji riziki ili uishi. Kwa hiyo wanaokwenda nje mimi huwa nawaheshimu. Ugomvi wangu mkubwa mimi na diaspora ni kujifanya wanapofika huko wao ni wajanja sana kuliko sisi tuliobaki Tanzania. Sasa wanasiasa wa Kenya wamejaa unafiki. Vijana wanakwenda nje kwa sababu ya kutafuta riziki. Riziki yetu ya hapa nchini kwetu au Afrika wameshajimilikisha wachache. Kwa hiyo inabidi sisi tukauze roho kuipata hiyo riziki, kwa sababu binadamu anahitaji riziki tu. Binadamu akipata riziki hawezi kuwaza kuondoka sehemu anapata riziki kirahisi. Na kama mtu hujui njaa, usipende kuongea tu masuala ya sijui hayo mnayoyaongea nyinyi wanasiasa. Kuna ile njaa huna uhakika utapataje chakula. Na kuna njaa unajua baada ya siku kadhaa mimi nitapata chakula. Sawa? Sasa ile njaa ambayo huna uhakika utapataje chakula, unakuwa desperate, unakuwa uko tayari kuuza roho. Kwa mimi nawaheshimu sana hawa vijana wanaokwenda
kuriski maisha yao kutafuta riziki. Mimi nawaheshimu kwa sababu njaa naijua. Practically mimi kama mwanaume njaa naijua. Na najua wanachokiwaza. Wengine wameanzisha familia, zile familia zinawaendesha. Hakuna kitu kibaya katika western lifestyle ambayo tumetengenezwa kwamba maisha yako ni yako. Wakati maisha kabla ya western kuja huku kwetu Afrika, maisha yetu yalikuwa ni jukumu la jamii. Manake sisi tuko ndani ya jamii. Kwa hiyo tuko programmed kwamba tupambane kwa ajili ya jamii na sio kwa ajili ya maisha yetu. Lakini hii western structured lifestyle kwamba chako ni chako, kama anavyosemaga Mwamposa, kwamba ukikosa kufa tu vijana inabidi wauze roho. Ndugu zangu, sasa hizo story upande wa magharibi kama vile unatudhihaki sisi wa Afrika, lakini sio kwamba ni upande wa Urusi tu kuna wa Afrika, hata Ukraine. Kwa sababu upande wa Ukraine wanatafutiwa wanajeshi na Marekani na Ulaya. Kumbuka hao wanajeshi mpaka wanafika huko Urusi na Ukraine kuna maagenti. Huwezi from nowhere tu mpaka unafika Urusi au Ukraine. Kuna maagenti wa kurecruit ya vijana. Hoja yangu ni nini? Hoja yangu ni haya maneno ya wanasiasa, especially wanasiasa wa Kenya. Wanaongea pointless tu. Vijana wamekwenda kuuza roho kwa sababu ardhi yao mmewapa the capitalist. Watu ambao sio wa Kenya au wa Tanzania. Msikiliza kidogo hawa wabunge wa Kenya. Hawa sijui wanaongea kitu gani hapa. Mheshimiwa Spika, niko katika kamati ya diaspora kama alivyosema Mheshimiwa Haika. Na Mheshimiwa Spika, inasikitisha sana kuona kuwa Wakenya wanatolewa hapa, wanapita immigration, anapita anaenda Uganda, anaenda sehemu nyingine, kumbe anaenda katika taifa ambalo lina vita. Mheshimiwa Spika, hata kama kuna ukosefu wa ajira, lazima Wakenya waweze kujua haki zao za kimsingi. Na Kenya hairuhusu Mkenya yoyote kutoka kwenda katika mataifa ambayo yana vita. Mheshimiwa Spika, na Mheshimiwa Spika, mimi napenda kusema mara nyingi wamekuja NEA na niweze kusema Madam Okoki anafanya kazi nzuri sana pale, lakini hawa ambao wanachukua watoto wetu, na mimi nasikitishwa sana kwa sababu hizi kazi za majuu zilianzia Mombasa. Mheshimiwa Spika, lakini wale maagent wetu wa Mombasa utapata wameachwa nyuma. Sasa wameingia hawa ambao wanapeleka watu tu mahali popote, hawaangalii sheria. Mheshimiwa Spika, na mimi nataka kusema migration, kwa sababu wako kwenye mipaka yote, hao ndio ambao wanafanya Wakenya wanapita kwa sababu wanahongwa huko. Mheshimiwa Spika, lazima migration waangalie kama NIS, hao ndio wanakuja kuvet hawa agencies. Wanawaveti vizuri, siwezi kuwalaumu, lakini yule ambaye yuko kwenye mipaka, yuko airport, anaruhusu vipi Mkenya atoke Kenya kwenda Russia kwenda kupigana? Na kisha niulize, serikali ya Russia inawezaje kuchukua Wakenya bila kufuatia serikali? Masuala ya vita, masuala ya wanajeshi, lazima wapite kwa serikali, wajue kuna maelewano ama hatukubali tuachane na wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi napinga hii sana, na nataka nimwambie na nizungumze na NEA, niseme waangalie wale maagent walikuwa zamani, walikuwa very focused, sasa hivi wameachwa hivyo, hao wameingia wakora wote wanyang'anywa vibali vao. Manake kuna mpaka wale ambao wana certificate wako registered. Mheshimiwa Spika, bado wanafanya mambo haya. Wakenya ndio hawana kazi, lakini tuangalie kazi ambazo zinakuja, kazi za maana, kazi nzuri ambazo ziko katika mataifa ambayo hayana vita, watoto wetu waweze kwenda. Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you, Mr. Speaker. I am extremely shocked in the manner in which Kenyans can be actually taken all the way to Moscow to fight another sovereign country called Ukraine. Mr. Speaker, this is a chilling matter that we are so vulnerable to an extent that we are not able to manage this particular Kazima Jew thing. The DCI now and the NIS need to go with swift to interrogate all these agencies that pretend to take labor outside this country. It is now upon our government to look back the same Kenyans who went to fight, get opportunities for Kenyans to come back and work in Kulalu farms, to work in Takwel farms, create opportunities for them so that they can work in their country. So, Speaker, to an extent where
they go through Uganda or South Africa because of desperation of jobs that are not known. It's a serious matter. I also take this opportunity to call out parents and community leaders to Nyumba Kumi. If a parent does not see his son for 2-3 weeks, does not come home, or says he wants to go to Kasimaju, ask yourself, where is your son going? Because this is a serious matter that we must begin from parents to government to agencies that do investigation so that we can protect the sovereignty of this country, the people of Kenya, being butchered or murdered in areas that they do not know. Thank you. Even receiving training for 3 weeks, Mr. Speaker, even bandits receive training for more than 2 years. Ndugu zangu, wanasiasa ni watu hatari sana. Riziki yetu wamechukua aliens katika jina la uwekezaji. Yaani imeandikwa miswada ya kunyang'anywa ardhi yetu. Kwa hiyo sisi tufanyeje? Mimi nakujaga na ile hoja yangu. Siwezi kusoma mpaka darasa la 12 13 sijui Kilimanjaro. Alafu kuna wageni wako pale Kilimanjaro wanainyonya ile Kilimanjaro. Mimi nilikuwa nasomea nini? Nasomea kwenda kuishi New York. Ninapokosa chakula nifanyeje? Ndugu zangu, Watanzania lazima niwakumbushe. Dawa ya kuua umaskini wetu lazima tutoke kwenye individualistic turudi kwenye communal social structure. Tatizo lako ni langu. Hatuwezi kuwa tunafanya kazi wote pamoja eti nimekusainisha mkataba wa kukulipa 500,000 au 300,000. Mimi utajiri wangu unakuwa tu na wewe maisha yako yako vile vile. Doesn't make any sense. Lazima tutoke huko. Ili kutoka huko lazima kwanza serikali turudishie ardhi, mambo mengine tutayafanya wenyewe. Mswahili elimika.